Ukiangalia kwenye social media sasa hivi, utagundua sometimes unaonyeshwa vitu vingi ambavyo kwako haviko sawa na wewe. Yaani utaona vijana wadogo wa miaka 18, 19, 20 wanatengeneza hela nyingi sana kupitia influencing, wanatengeneza hela nyingi sana kwa mfano wale ambao wameruhusiwa kufanya TikTok shops ni mamilionea. Na ukijiangalia wewe unagundua mi wapi nakosea. But naomba nikupe hope kwamba kila kitu kina wakati wake na wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Just keep on pushing kwa sababu wakati wako utafika, na jaribu kutengeneza different streams of income. Tengeneza income tofauti tofauti ambazo zitakusaidia kupata kipato. Na kwa sasa hivi duniani fanya kitu ambacho kinahusiana na subscription. Kitu chochote ambacho unafanya ambacho kinahusiana na subscription kifanye sasa, kwa sababu 5% ya watu wote duniani ndio wanaofanya subscription, na ndio maana makampuni yote makubwa sasa hivi duniani yamehamia kwenye subscription. Kwa nini? Kwa sababu subscription ina retain wateja kwenye system zao. So kuna wakati unaweza ukaona unakwama, you're doing things haviendi. Kuna quote moja inasema, ukiona vitu kwako haviendi, imagine ndege inaondoka na inapaa against kani ya uvutano ikirudishwa chini, at the same time upepo unaenda against ile ndege, lakini ile ndege inapaa. So lazima kuna vitu ufanye ili uweze kupaa. So tafuta sehemu ambayo wewe inakufanya unakuwa comfortable ili uweze kupaa. Na nitakushauri tu sasa hivi, ili uweze kupaa ni lazima ufanye subscription. Whether unafanya TikTok, whether unafanya YouTube, deal na subscription, kwa sababu hiyo ndo ambayo ita take off. So angalia namna ambavyo makampuni yanayotumia subscriptions sasa hivi yanavyokuwa kwa kasi. Angalia Netflix, DSTV, Azam. Ndio maana Azam anaweza kusponsor, Azam TV anaweza kusponsor mpira timu zote. Kwa nini? Kwa sababu we are subscribing. Tunalipia 28,000 kila mwezi. Ikiisha watoto ndo wanaanza kukumbusha kwamba baba hujalipia Azam decoder. So subscription is everything. Ukija duniani Amazon, ndo maana tajiri wa Amazon ataendelea kuwa bilionea, kwa sababu Amazon ina subscription. Unaongelea Spotify, YouTube, unaongelea Apple Music, zote zinatumia subscription. So subscription is the best thing that can happen in your business. Na hata kama unaweza kuintroduce subscription kwenye biashara yako, introduce. Kwa mfano, we ni kinyozi, unaweza ukatengeneza namna ambayo ukaintroduce subscription kwa wateja wako. How? Ukaangalia namna ambavyo huyu mteja anakuja kunyoa mara ngapi. Mara nyingi wanaume tunanyoa almost kila mwezi. Sawa? Kila mwezi mara 2, wengine wananyoa mara 3. Imagine huyu mteja, let's say kwa mfano nilipo hapa Mbeya, mtu ananyoa kwa shilingi 5,000 mpaka 7,000 inategemea. So imagine kama naenda mara 2 na kulipa 14,000. Hivi ukinicharge subscription ya shilingi 10,000, alafu kaniambia njoo unywe mara nyingi uwezavyo, haiwezi kuzidi mara 2 mara 3. Wewe na nikawa na kulipa kwa subscription, meaning nitakulipa kila mwezi mwaka mzima. Whether nimekuja au sijakuja, nimesafiri, lakini nimeshakulipa hela yako, unayo tayari kwenye akaunti yako. So subscription is something very powerful. Na kwa wale wanaopenda kufanya affiliate marketing, there is a company inayotumia subscription, which is easier to do it, kwa sababu commission yake ya kwanza mpaka ya 3 haihusiani na kuuza product, inahusiana na subscription.
wakati commission ya 4 mpaka ya 7 ndio inahusiana na mauzo ya product. So kwenye hiyo affiliate marketing you can start hata kama hauwezi kuuza product. Najua watu wengi tulikwama kwenye zile kampuni ambazo zinatulazimisha kuuza product. Tuinua product mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, tukaona mbona zinajaa store. So kuna affiliate marketing ambayo unaweza ukafanya bila kuuza product, bila kulazimishwa kuuza product. Hawalazimishi, it's a choice. Kwa wakati una build, unaweza ukaanza kujenga ile commission ya kwanza mpaka ya 3. Kwa sababu tunalipia subscription ya $10. So kila mwezi unalipia $10 yako wakati una build team yako, then ukienda uko mbele ya safari ndio unaanza kudeal na commission ya 4 mpaka ya 7. So 2025 is all about making money. We need to make money. Tutafute hela kwa namna yoyote ile. Asanteni na Happy Women's Day, my ladies.